Tena ndani kwa kaka yangu. Sasa wewe kazi ya wewe. Ngoja aje nikiwasha. Ya jamani msifanye vitu kama hivi hapo. Mimi naombeni. Utaondoka naye? Jamani, leo hii nirudi Katumbulu tena. Sikuanza kunicheka jamani. Wifi, Ben. Kwa hili sio nikalifunulia macho. Nachokisubiri tu shemeji akija tamwambia. Niki nini? Uliye hivyo, sio umeataka. Kwenda zako getini huko. Unasubiri nini hapa? Haya na wewe bunju. Kiburi tu. Umalaya tu. Paka ndani. Sasa hapo kwenye umalaya tuheshimiane. Tuheshimiane nini? Hujafanya wewe moda? Sijafanya. Hujafanya. Hadi aibu. Ya, unajua ndani kuna joto sana. Kwa nini mwaje nipumzishe kwanza hapo? Aha. Sawa. Bibi shemeji. Mbona umenifuata nje? Nina maongezi na wewe. Una maongezi na mimi? Ndio. Maongezi gani? Jana kuna kitu kilitokea huko ndani. Kitu gani? Kuhusu huyu Biti. Bite? Ndio. Alifanya nini? Biti jana alikuwa na mlinzi chumbani. Sikujua hata mfano. Bite alikuwa na mlinzi chumbani. Ndio. Hapo ni kama sijakuelewa hivi. Mlinzi anawezaje kuingia chumbani kwa Bite? Mimi sijui. Shemeji. Hapo. Hakikisha unachokiongea kile kweli. Unajua mimi siamini kwamba mlinzi anaweza katoka mlangoni kule akaja ndani kwa Bite. Shemeji, mimi ninayokuambia ni kweli. Ni kweli kabisa, ni kweli. Kama nikimuita mlinzi hapa na nikimuita Bite hapa, utazungumza? Ndio, nitazungumza. Ndio. Okay, sawa. Nitalifanyia kazi. Sawa? Sawa, mimi asante kwa taarifa. Karembi, mimi nimepata wazo. Kwa nini tusiende kutaka maji kwa mama shule? Ila kweli. Ila hivyo, pia za tugusi madura atuli. Sema ule mama anapunjaga sana ule. Nakwambia leo, yani bora, yani mimi bora mume wake nikute pale. Ila kweli Toni. Lakini sema yule mama anapunjaga sana. Yaani kwanza vitu vyake, yani kazi zake ni kubwa afu hela ndogo. Yaani mimi hapa hapo ndo anaponiuziaga kabisa. Karembi, mimi nishakwambia leo, yani labda tupe kazi nyepesi. Kazi ngumu. Mimi baki ile kule tukachote maji msikitini pale afu timia. Mimi leo nachukua 100. Haya unakuta sasa kimfano tumefanya kazi nusu bila kukubaliana. Alafu tumemaliza ndo anasema hela ndogo. Utafanyaje sasa? Na ujielewe. Utafanyaje kazi bado ujielewana? Afu wewe umjui yule mama au umejisaulisha kabisa kwamba yule mama yukoje? Mimi siwezi kufanya kazi bila kuelewana Karembi. Mimi nakwambia kweli. Kwa Karembi tunaenda? Twende, tutafanyaje sasa? Maana huu ni muda saa 12 watu watajaa PS. Twende. Tufanye kwanza hiyo kazi tuingie PS. Kazi na madulo nini? Lakini leo tuchange, hamna kwenda luza. Leo luza hamna. Yaani leo tunachanga. Sasa kila siku mimi natoa hela afu wewe utoi. Bite. Nimekuita
Kuna jambo nataka nikuulize. Sawa? Binti. Toka tumeishi hapa kuna chochote ambacho wewe kuniomba mimi nakunyima? Hapana. Hapana. Labda kumetokea shida yoyote ile kwako wewe mimi nikashindwa kuitatua? Hapana. Kwa sababu mimi ninachokikumbuka kwamba kila siku inapoitwa leo hapa nyumbani ni lazima niache kila kitu kiko sawa. Na kaka yako sijawahi kukubali wewe ubaki na shida zako alafu nisikutekelezee shida zako. Sasa unaweza ukanipa sababu ya wewe kufanya jana uingie chumbani na mimi? Mimi kaka? Naongea na mke wangu sasa, kumbe sio wewe. Bite. Kwani unataka kunidhalilisha? Na umewaza nini kwanza kufikia hatua kufanya? Bite, hivi unajua mimi katika vitu ambavyo sivipendi ni kufanya ujinga kama huu. Kila siku nimekuwa nikizungumza na wewe kwa ukubwa. Bite, kwanza unaanzaje kufanya hivyo vitu? Alafu hapa nyumbani kuna watu. Wanene kuna wifi yako, kuna wifi zako wawili. Wapo hapa. Sasa ikiwa kama wewe unaanza kufanya vitu vya kijinga, na wao si utafanya? Kaka, inatosha. Sijafanya hivyo mimi. Unasemaje wewe? Kaka wananisingizia. Mimi nadhani unanijua vizuri. Unanijua vizuri Bite. Kaka anasingiziwa. Mimi sijafanya chochote, aliyefanya ni Diva kaka. Unasemaje wewe? Aliyefanya hivyo ni Diva kaka. Wewe unanisa mmenigeuza mimi ni mpira, si ndio? Wewe unapigwa unavyotaka, huyo anapiga anavyotaka. Diva niambie ni wewe, wewe niambie Diva. Maana yake ni Diva akakwambia ni mimi? Kaka muulize Niki. Niki ndo anajua ukweli wote. Kaka Niki ndo anajua ukweli wote. Nitie Niki. Niki! Yuko kamwite Niki. Nini bado yala karaka? Wewe tuende. Huyu hapa kaka. Niki. Nadhani hujawahi kuniona kabisa nimebadilika. Nadhani leo ni siku yangu ya kwanza kuniona nimebadilika. Natamani ujibu kile ambacho nakuuliza mimi. Si unanisikia? Kuna vitu vinaendelea hapa nyumbani vya kijinga kiasi kwamba hata jirani au majirani wakisikia habari kama hizi, mimi nitaonekana mpumbavu sana. Habari gani? Tukiachana na habari hizo sasa. Mimi kuishi na nyinyi hapa nyumbani sio kwa makosa, ni kwa sababu nawapenda ndugu zangu. Sawa? Na ni kwa ajili ya kutaka company tusaidiane vitu vidogo vidogo. Si unanielewa? Wewe ushakugombana na huyo? Hapana. Huyo ashakugombana na wifi yake? Hajaruka. Sasa nataka unipe ukweli wa Diva na Beatrice. Sawa? Maana mimi nimeambiwa Beatrice jana alikuwa chumbani na mlinzi. Mlinzi? Nadhani umenielewa vizuri. Lakini namuita Beatrice hapa, nazungumza naye, ananiambia sio yeye alikuwa chumbani na mlinzi, ila alikuwa ni Divana. Sasa nataka ukweli, maana nimeambiwa ukweli unao wewe, kwamba kati ya Divana na Beatrice ni nani aliyekuwa ndani chumbani na mlinzi? Nataka uniambie ukweli. Shemeji. Huo ndo ukweli. Kwa hiyo unataka kuniambia Divana ndo amefanya tendo hilo, alafu anajaribu kulitoa kosa lake kwake, analileta kwa Beatrice, si ndio? Na ndio maana amekuwahi. Kaona kabisa
Hapa kasha kanyaga, bora aje aseme. Kwanza kwa. Sifahamu. Dada wapi? Alitoka nje. Hebu msemeshe. Nimekuita hapa nataka kuzungumza na wewe. Na ningetamani sasa tuzungumze kwa upendo na tuzungumze kwa ukubwa zaidi. Hivi, mke wangu. Wewe unahisi mimi kuishi na hawa dogo zako, labda sina watu wengine kuishi nao hapa nyumbani? Unamaanisha nini? Yaani swali juu ya swali sasa. Sikuelewi. Unielewe? Nina uwezekano wa kuchukua mtu yoyote ambaye hata simjui na nikamleta ndani ya nyumba yangu na nikakaa naye vizuri kabisa. Sawa? Na ninaweza nikajaribu hata kusaidia watu wengine tofauti kabisa ambao wewe hujawahi kuona katika macho yako. Na nikawa nao vizuri na tukaishi nao vizuri. Lakini nimechukua fursa ya kukaa na ndugu zako vizuri. Na ni kwa sababu tu kwamba mke wangu nakupenda, nahitaji tutengeneze familia yetu. Sio, unanielewa? Na ndio maana mimi nimekubaliana kuishi na wadogo zako. Sawa? Wadogo zako wamekuwa ni tatizo sasa cha kutafuta chanzo cha matatizo hapa nyumbani. Sio, unanielewa? Hivi iweje shemeji nani Divana afanye tatizo alafu alihamishia kwa Beatrice? Tatizo gani mimi sikuelewi. Yaani unazunguka niambie, sielewi, niko gizani. Uelewi? Jana Divana kamwita mlinzi. Kaingia naye chumbani kwake. Sio, unanielewa? Chumbani? Lakini yale makosa aliyofanya Divana amehamishia kwa Beatrice. Tena kaja kuniambia mwenyewe. Subiri kwanza. Chumbani? Kumbe kwa mlinzi kaingia hadi chumbani. Mbona sielewi? Yaani basi sawa, wewe si uelewi. Sasa ndio uelewe kwamba jana Divana kaenda na mlinzi chumbani na baada ya kutoka kule kaniona leo, kanieleza. Jana Beatrice ameingia chumbani na mlinzi. Kwa mimi nikamwita nani Beatrice nikazungumza naye. Beatrice akaniambia sijafanya hicho kaka, mimi alofanya ni Divana na shahidi wa yote ni Niki nikamwita. Nikazungumza naye kwa upendo. Akaniambia ni kweli aliyefanya ni dada yangu Divana. Na kwa bahati mbaya kwamba Divana saizi hayupo. Nitaka nimuulize nini kimefanya afanye swala lile alafu amsingizie mtu mwingine? Sasa mke wangu sitaki tufike huko. Yaani kifupi sitaki tena kikao kingine tofauti na hiki. Ila ninachokihitaji naomba uzungumze na ndugu zako. Sawa? Kama umefikia hatua ya kunifanyia dharau kama hizi, hivi uko nje kuna wanaume? Na hao wanaume hawana majumba, hakuna magesti kule, mpaka ifikia hatua yeye aingie na mlinzi chumbani kwangu kweli? Lakini mume wangu nisikilize. Haya ni malezi ambayo wewe umewalea. Na huu ni uhuru mkubwa ambao wewe umeufanya. Mimi naingiaje hapo sasa? Unaingiaje hapo? Hivi unajua kila kitu huwa kina chanzo chake. Na chanzo cha haya naona kabisa ametoka kwako. Hapana mume wangu. Kwa sababu wewe kama uliweza kunidanganya siku ile kwamba umetoka ukaenda sokoni, halafu hakuna mzigo wote ulioleta. Na wao wanajua hamkuwa sokoni. Kwa hiyo hata wao pia wameona ile ni chanzo kikubwa cha wao na wao kujifanyia mambo yao bila kumwogopa. Yaani sasa hawanihofii tena kwa sababu umeshaonyesha njia. Sasa nataka nikwambie, usipobadilika wallahi nakwambia humu ndani kutachemka.